wanakula urojo. Tunauona urojo ni moja kati ya kinywaji maarufu sana Zanzibar. Lakini urojo ni moja kati ya vitu ambavyo vinazalisha Helicobacter pylori, kama ambavyo tukavona. Hivi vidonda vinakuwa vimegawika katika aina mbili, lakini pia sababu zake pia kuu ni mbili. Kuna sababu ya kwanza hii ambayo tunaona kwamba inakuwa inasababishwa na hiyo gesi. Gesi inapozalishwa nyingi katika mwili huweza kuondosha lea lile la mwanzo. Lakini sababu ya pili ni upatikanaji wa bakteria ambao wanaitwa Helicobacter pylori. Helicobacter pylori wanakuwa wanapatikana katika vyakula sana hivi vyenye spice. Kwa wale ambao wanapenda sana kula mabadia, wanapenda kula kachori, wanapenda kula maurojo, mchanganyiko wa spice ndimo wanamokuwa wanakaa sana hawa Helicobacter pylori. Kwa hivyo tunaona katika njia za sisi Wazanzibari wengi wetu tunakuwa tunalipata kutokana na nini? Hii lifestyle. Ama kula urojo sana kutokana kwamba nini? Kuna Helicobacter pylori, ama pia kutokana na mazingira ya ule urojo wenyewe pia unakuwa unazalisha acid nyingi kutokana na zile so many spice nyingi ambazo tayari zimekuwemo katika ile urojo. Lakini pia unywaji wa vitu vya baridi kama tulivyosema mwanzo, utakapokuwa unakunywa kitu cha baridi, nyuzi joto 35 zinakuwa zinaondoka na kubakia sufuri mpaka pale zitakaporudishwa tena zile 35, unakuta tayari acid ishazaliwa nyingi, kitu ambacho acid kizaliwa nyingi tunakuta erosion ama tunapata mmong'onyoko, kuondoka kwa lea ya juu ya utandu wa ukoko katika tumbo la mwanadamu. Kwa hivyo mara nyingi sana watu wanakuwa hawajui hatua gani zinakuwa zinapitia mpaka kufikia binadamu kupata vidonda vya tumbo. Mara nyingi sana kama tunavyosema kwamba binadamu anakuwa yeye mwenyewe hajui, kwa sababu wengi tunakuwa hatuna elimu ya magonjwa. Na kama tunapokuwa hatuna elimu ya magonjwa, unakuta kwamba unajikuta tu unapata usumbufu katika mwili wako. Huwezi jua ni usumbufu gani. Katika kitu cha mwanzo ambacho kinakuwa kinajitokeza kwa mgonjwa wa vidonda vya tumbo ni usumbufu wa kupata apigation. Tukizungumza apigation ni kiungulia. Kupandwa na kitu kikawa kinakuja hapa katika esophagus, kinakuja huku mpaka katika kinywa, wakati mwingine unaweza ukahisi ukali. Ile acid inakuja mpaka kwenye kinywa. Wengine mpaka wanabahatika kwa inakuja mpaka katika ulimi hapa, katika epiglot, kidakatonge. Lakini kutokana kwamba ilivyo kali, mtu anathubutu kuirudisha kwa hafla. Anapoirudisha kwa hafla ndipo inavyokwenda kuunguza. Yani wakati mwingine mtu anakuambia sababu nimetoa kitu kama kitu cha njano. Kumbe vile ni kitu gani? Inakuwa ni ile acid imeshakuwa nyingi katika utumbo wake, kitu ambacho kile ikiwa nyingi yeye mwenyewe bila kufahamu, ule ukoko wa mwanzo, mucous membrane, layer ya mwanzo inakuwa inaungua. Inapokuwa inaungua, dalili zake ni kama hizi ambazo tutazizungumza hapa. Kama tulivyosema kwamba kuna vidonda vya aina mbili hizo, na zote dalili zake zinakuwa zinafanana, lakini kubwa hizi dalili za kwanza, vidonda vya tumbo ambavyo tunaita duodenum. Vidonda vya tumbo duodenum inakuwa sana mara nyingi sana inakuwa pale kwenye upinde, upinde pale wa chango pale palipopinda, pale kwenye upinde wa chango palipopinda, ndipo mara nyingi sana pale panapogawa kati ya chango kubwa na chango dogo la chakula. Chango la chakula na yale machango ya ndani. Kitu ambacho pale ndipo panapopatikana ule mchubuko. Panapopatikana mchubuko ndipo utaona kwamba mara nyingi sana mhusika ama mara nyingi sana mgonjwa anakuwa anapata nini? Anakuwa anapata kwa moto kwenye kifua, mbele au nyuma, hapa chini ya titi. Hapo unapokuwa unaona unapata usumbufu sana kwenye chini ya titi la kushoto. Ziwa ikiwa mwanamke iko maana chini ya titi la kushoto unakuwa unapata kichomi kikali sana. Lakini hapo kichomi kile kinaweza katokeza wakati mwingine mpaka kwenye mgongo, ukiona kama mpaka kwenye mgongo kinakuwa kinakuja. Lakini pia inakuwa haitoshi, mtu mwenye kupata vidonda vya duodenum anakuwa anapata heartburn, moyo kwenda mbio. Anakuwa anapata moyo unakwenda mbio sana. Mpaka mtu anajifikiria kwamba labda mimi nitakuwa na maradhi ya pressure ama na maradhi ya kitu chochote kile kinachohusiana na usumbufu wa moyo. Lakini kati ya dalili nyingine ambazo wagonjwa wa vidonda vya tumbo kuweza kuumwa na kichwa. Kichwa kinakuwa kinauma sana. Kutokana na nini? Acid imekuwa nyingi. Kwa hivyo mpaka kufikia hatua ya kuondoka lea na kupata vidonda, inabidi sasa mishipa inayopeleka damu kwenye kichwa membamba inakuwa inasinyaa, lakini mshipa mmoja mpana ndio unakuwa unapeleka damu katika kichwa na kusababisha tatizo la kuuma kwa mtindo wa kubana kichwa. Hapo na hali ya kuchanganyikiwa inakuwa inamjia mtu. Kichwa kinauma na vile vile inakuwa inachanganyikiwa. Sambamba na kutokupata choo. Choo inakuwa hupati tena vizuri. Kutokana na nini? Kwamba ile mucus ambayo inakuwa inasababisha choo kipatikane, zile fiber zote zinazokuwa zinapatikana kwenye chakula zinakuwa zinapotea kutokana na enzyme, wanakuwa hawachakachui vizuri chakula, na ndio maana choo kinakuwa kigumu. Lakini sambamba na hilo, mgonjwa wa vidonda vya tumbo vya gastric au machango ya ndani anakuwa anapata maumivu hasa upande wa kushoto, tumbo la upande wa kushoto. Anakuwa anapata huku chini karibu na nyonga.
anakuwa anapata maumivu pia makali kama ya kuchomwa na kama moto, kama ambaye mtu anakuwa anaungua moto. Kwa sababu gani? Vidonda vinakuwa tayari vishazidi katika machango ya ndani. Lakini sababu na yote hayo, mgonjwa wa vidonda vya tumbo anakuwa anapoteza uzito siku hadi siku. Yani uzito, yani kutokana kwamba anakuwa anapoteza hamu ya kula. Anapopoteza hamu ya kula, mwili unakuwa unakosa nguvu kutokana hauna virutubisho, hauna nishati mbalimbali ambazo zitafanya ajiweze mtu. Kwa hivyo unamkuta mgonjwa wa vidonda vya tumbo anakuwa anapoteza nguvu. Lakini tulizungumza hapa swala la enzyme. Inapokuwa kuna Helicobacter pylori, vidonda vinavyosababishwa na Helicobacter pylori wana tabia ya kuwala wale enzyme, kuwaumiza wale enzyme wanaochakachua chakula ambao wanasababisha mwili uweze kupata nishati zote kupitia wale enzyme. Enzyme wa mhusika ama enzyme wa mgonjwa wa vidonda vya tumbo inakuwa hawafanyi kazi vizuri. Inapokuwa hawafanyi kazi vizuri, sasa mtu hata awe anakula chakula vipi, unamkuta anakuwa yuko pale, damu anakuwa haingizi katika mwili wake, inakuwa mwili wake haunenepi, inakuwa kila wakati unamkuta mtu mwenye kudhofu. Mgonjwa wa vidonda vya tumbo pia anakuwa anapata tatizo la homa za mara kwa mara kutokana na baridi. Anaweza kujikuta na baridi, wakati mwingine akapata temptation, akapata mtetemeko, ambayo mtetemeko hii mpaka ikamtia wasiwasi labda kwamba huenda atakuwa labda ana maradhi ya malaria ama ana maradhi yoyote yale pale. Lakini pia mgonjwa wa vidonda vya tumbo inakuwa immune system yake inakuwa ni ndogo. Uwezo wa mwili wake kumlinda na magonjwa mengine unakuwa ni mdogo. Kwa hivyo jambo dogo sana anaweza kupata kipindi kama hiki hapa cha mabadiliko ya hali ya hewa. Unaweza kukuta mgonjwa wa vidonda vya tumbo ana mafua yeye, lakini hapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo akawa anaharisha yeye. Hapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo unaweza kumkuta yeye akawa anatapika yeye. Katika hali za kutapika, mgonjwa wa vidonda vya tumbo hapa ndio ndipo inapofikia kuwa ni hali mbaya. Ukiona mgonjwa wa vidonda vya tumbo anaanza kutapika, hapa sasa inakuwa hali imeshaanza kuwa mbaya. Kwa sababu gani? Inapokuwa anatapika ni dhahiri kwamba ile epiglot yake inakosa ustahimilivu ya kuzuia vukuto linalotokana katika tumbo na kuweza kukifanya chakula kila kinapokuwa kinakaa kiweze kushindwa kumeng'enywa, na kikishindwa kumeng'enywa hapo atakuwa anatapika. Mwisho wa siku mgonjwa huyu atakuwa anatapika damu, kwa sababu vidonda kila vikiendelea asidi kumwagwa vinakuwa vinachuna na vinakuwa vinaondosha ubora wa ukuta wa chango, unaondosha ubora wa uzima wa tumbo, kitu ambacho wagonjwa wengi wanakuwa hawafahamu kwamba kutokana na vile ambavyo anapokuwa anatapika, kumbe vile ndio ndivyo na ile mucus nayo inakuwa inaondoka. Lakini pia mgonjwa wa vidonda vya tumbo anaweza akakutwa kwamba anakuwa anapata tatizo la choo kikawa chepesi sana. Hii tunaita sasa ulcerative colitis, kwamba vile vidonda vinakuwa vimeshaenea tumbo zima. Ulcerative colitis. Hii ni moja kati ya vidonda vya tumbo vingine, kwamba kuna gastric ulcer vinakuwa vinakaa juu katika mchango wa chakula. Peptic ulcer vinakuja katika machango mapana. Sasa kuna ulcerative colitis. Hivi vinakuwa ni tumbo zima linakuwa tayari vishapata vidonda, kiasi ambacho mtu akila chakula kidogo anakuwa anapata choo cha mara kwa mara, anakuwa anaharisha, na anapokuwa anaharisha anadhofu sana mpaka nywele anaweza kanyonyoka, kwa sababu wale enzyme wanakuwa wale wanaochakachua chakula wanakuwa ndio ambao wanatumika katika kujenga kiudili. Kwa hivyo ukimwona mtu amekonda sana, anaharisha sana, ameshapata ulcerative colitis. Magonjwa haya yanapokuwa yanashindwa kutibika, mfano kama ulcerative colitis ikishindwa kutibika, au akipata peptic ulcer ikishindwa kutibika, ama akipata gastric ulcer ikishindwa kutibika, ni hatari kupata ugonjwa wa kansa. Anapopata ugonjwa wa kansa, mtu huyu tena anakuwa hana hali, muda wote tumbo linakuwa linamwaka moto, linakuwa linoma. Nikwambie tu kwa alawi, katika watu ambao wanasumbuka kwa maumivu, wagonjwa wa vidonda vya tumbo, ikiwa kama ni peptic, ikiwa kama ni gastric, ikiwa ni ulcerative colitis, wagonjwa wa vidonda vya tumbo wanakuwa wanapata maumivu makali sana, kwa sababu mtu hata akinywa maji anapata kuumia, akila chakula chochote, hata uji anaumia, akikaa na njaa anaumia, alimradi akila mashaka, asipokula mashaka. Kwa sababu gani? Ule mfuko wenyewe wa kutilia hiko chakula unakuwa ni mbovu. Unakuta kwamba anahitajika ale, lakini hicho chakula ili ale lazima mfuko ule wa kutilia chakula, ndio hilo tumbo lenyewe ni mbovu wenyewe. Kwa hivyo unakuta mgonjwa wa vidonda vya tumbo anakuwa ana shida nyingi sana katika mwili wake, achia mbali hizi za kwenye tumbo pia. Unamkuta mgonjwa wa vidonda vya tumbo kama tulivyosema kwamba anakuwa tena anaweza kupata hata tatizo la gout. Acid ikisha kumuumiza katika viungo, anavimba, anapata erosion katika nini? Katika viungo vyake, miguu, kwenye viungo kwa futi, katika visigino, katika kucha, vidole, umote anaweza kupata nini? Erosion, uteute ule unakuwa unaondoka. Acid imekuwa kali sana. Lakini pia mgonjwa na tumbo anaweza kupoteza nuru ya macho. Kama tulivyosema kwamba kinachoumwa ni mfuko wa chakula,
na kama kinachouma ni mfuko wa chakula, pale ambapo inapokuwa enzyme washaumizwa, chakula hakichakachuliwi tena, kinachotokea pale ni kitu gani? Kinachotokea pale ni kukosekana kwa nishati katika mwili, kwa sababu chakula kinatakiwa kichakachuliwe na enzyme. Kukosekana kwa protein katika mwili, chakula kichakachuliwe na enzyme. Kwa hivyo mgonjwa wa vidonda vya tumbo, hata kama utamwona kwamba anakula, lakini utamkuta anadhofu, anapoteza hali ya kiafya, kila kitu kwake kinakuwa hakiko sawa. Kwa hivyo tuambie tu wasikilizaji kwamba mtu anaweza kujikuta kwamba hizi dalili anazo, lakini akashindwa kwamba tatizo ni tumbo. Wakati mwingine tumbo unaweza kukuta liko kimya, lakini akawa anapata shida nyingine. Kwa mfano tumbo unakuta kwamba haliumi, haliwaki moto, lakini sasa wakati wa kwenda haja inakuta mtu anapata choo kama vipurukuchi vya mbuzi. Choo kinakuwa kigumu. Hii ni dhahiri kwamba zile dalili za gastritis, ulcer, vidonda vyake vya tumbo vimempata katika machango makubwa ya mapana. Tuelewane? Kitendo cha kutapika tapika, kitendo cha kiungulia kingi, peptic ulcer. Vidonda vya tumbo vimempata katika uchango wa chakula ule mwembamba, uchango mwembamba wa chakula pale palipopinda kuunganisha kati ya uchango mwembamba na uchango mpana. Lakini ulcerative colitis, tumbo zima limesha athirika. Na tumbo likishaathirika tena hapa kunakuwa hakuna maisha. Kwa hivyo tukiangalia kwa namna moja ama nyingine, tunakuta kwamba asilimia kubwa ya Watanzania wanapata ugonjwa huu, na halafu unapokosa matibabu yake, sasa watu wanakwenda mbali, wanaingia katika superstition believement, wanaamini mtu karogwa, kutokana na kwamba vipi vidonda vya tumbo vinaathiri pia mfumo wa fahamu wa mwanadamu, mfumo wa fikra. Ile thinking capacity ya mgonjwa wa vidonda vya tumbo inakuwa iko tofauti na mgonjwa aliyokuwa hana vidonda vya tumbo. Yale mawazo, fikra, kujiamini kwake, kwa sababu gani? Inaathiri mpaka mfumo wa fahamu. Ile thinking capacity yake inakuwa iko low. Kutokana na nini? Hydrochloric acid imefanya damu mzito, na damu kuwa mzito ikaondosha mucus. Mucus zimo kila pahala. Lakini kikubwa ambacho tayari kinakuwa kinatokezea, mucus zitapokuwa zinaondoka, inafika pahali mgonjwa wa vidonda vya tumbo kusikia mivumo katika kichwa. Anaweza kasikia mivumo yote ajabu, anaweza kasikia rings ear, zinakuwa zinalia rings, masikio zinakuwa zinalia nyenje. Kwa Kiswahili chepesi cha sisi wa shamba, masikio yanalia nyenje, kitu kinacholia au kuvuma kama ndege, au la kushtuka usingizini, akiwa kalala hafla kajikuta kama kashtuliwa na kitu ambacho hakukijua. Lakini pia anaweza kashtuliwa hapa na ndoto mbaya kabisa ikamshtua, lakini kumbe yote nini? Memory capacity yake imekuwa inapokea taarifa zilizokuwa si sahihi. Kutokana na nini? Mfumo wa kiwiliwili chake sasa wote umeumizwa, na mfumo unapokuwa unaumizwa unakuwa umeathiriwa na asidi nyingi katika tumbo. Mfumo ukiathiriwa na asidi nyingi, hata katika dini yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua madhara ya asidi. Asidi inapokuwa nyingi, madhara yake yanakuwa ni yapi? Madhara yake inakuwa kadha, aliyajua. Ndipo akatupa tahadhari alivyotuambia, nahnu qaumu la naakulu hata najua wa idha akalna la nashba. Sisi ni umma ambao hatuli mpaka tusinjana, hata tukila huwa hatushibi. Baada hayo machache, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno mazuri ni yale ambayo huzungumzwa kidogo na yakafahamika.